Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi qala ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi alaykum هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحابه وسلم أما بعد متابعون الأعزاء ndugu zanguni mnaofuatilia kipindi hiki biidhnillahi tabaraka wa taala, leo ni kwa mara nyingine tena na kuletea jambo kubwa kabisa la dhikri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikiamini ya kwamba Mwenyezi Mungu amesema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sema walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, kwamba Allah mkarimu anayo majina yaliyokuwa mazuri, basi muombeni kwa majina yake. Na biidhnillahi subhanahu wa subhana, majina Mwenyezi Mungu yana maajabu makubwa sana katika maisha ya mwanadamu, katika hali ya kuwatumia kufikia malengo, kuondoshea mitihani, kuondosha mabalaa, kuondosha dhiki, lakini pia kuvuta kheri, kuvuta baraka, kusogeza riziki yako iwe karibu, kuifanya riziki yako iwe rahisi kupatikana, maisha yakawa ni mepesi kwa kutumia majina yake Allah tabaraka wa taala. Na leo nakuja na jina la Mwenyezi Mungu linaitwa Ar-Razzaq. Ni jina la 18 katika utaratibu fi qaimati asma'illahi al-husna, katika ule mpangilio wa majina yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jina hili utalikuta ni jina la 18. Lakini kabla sijaanza, nipende nikwambie kwamba hapo chini ya video hii upande wa kulia mwa simu yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Basi yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele nayo ibonyeze mara moja. Hiyo itakuwa imekufanya kuwa mwanafamilia mwenzangu katika channel yetu hii pendwa biidhnillahi subhana, na kila zuri linapokuwa likitoka utakuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kufikiwa na taarifa. Tunasema i'lam anna ar-Razzaq huwa alladhi khalaqa al-arzaq wal marzuqin. Tunasema ya kwamba jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtoaji wa riziki, ndiye yeye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeumba riziki na akawaumba wale ambao wenye kupewa hiyo riziki yenyewe. Ndivyo hivyo ilivyo na ndio utaratibu. Wa khalaqa lahum asbaba tanawulil arzaqi, na akawapa, akawajengea sababu za kupatikana hiyo riziki yenyewe mpaka mtu akaja kuila hiyo riziki. Zipo sababu maalum. Unaweza, ndio ile Waswahili wanasema waweza kulala maskini ukaamka tajiri. Ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhana anavyogawa riziki zake kwa waja wake. Wala yaf'al dhalika illa al-haqq subhanahu wa ta'ala, na kazi hii ya ugawaji wa riziki haifanyi Mungu mwingine zaidi ya yule Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Kazi hii ya ugawaji wa riziki haifanyi Mungu mwingine zaidi ya Mungu alitakasika, muumba watu na majini. Wala kazi hii haifanyi kiumbe yoyote wa Mwenyezi Mungu, kusema kwamba kuna kiumbe wa Mwenyezi Mungu aliyepewa nafasi ya ugawaji wa riziki, bali riziki inabakia kwake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ingawa wapo wengine huwa wanajiona kwamba kama sio wao wewe huwezi ukapata riziki. Sasa hiyo ni tatizo kubwa sana. Wapo hata matajiri wanajiona ya kwamba kama huyu mfanyakazi nikimwachisha kazi basi atakufa na njaa, nikimwachisha kazi atakuwa na maisha magumu sana. Wapo wengine wanadiriki kusema kama sio mimi
basi yule angedhalilika. Lakini kumbuke kwamba riziki ni yake subhanahu wa subhana. Kwa hiyo tunasema fa innahu yut'imu wa la yut'am wala yakunu hadha sifat li ghairi. Yeye ndiye Mungu ambaye, Allah ambaye anayewalishiza viumbe wake, na wala yeye halishizwi na kiumbe chochote kile. Na hii sifa inabakia ni ya kwake yeye Mwenyezi Mungu mpweke. Yeye ndio anaweza kumkulishiza wewe, kujua chakula chako kinapatikana wapi, mavazi yako yanapatikana wapi, maisha yako yatakuwaje, utaishije, yani hapo ulipo toka utoto wako mpaka unafikia katika sheikhuha huko, uzeeni kabisa ukikongwe. Allah tabaraka wa taala alishajua kisma yako ni ya namna gani. Kwa hiyo moyo usipaparike sana, usiumie sana kwa sababu huna riziki. Na wala hata huyo ambaye nakuonea labda namna gani asije akasema kwamba maisha yako yamekuwa magumu kwa sababu yeye hayupo kwako. La, bali ni Allah tabaraka wa taala ndiye amekupangia uwe na maisha ya chini. Na wala usije ikafikia pahala kwamba amefanikisha ikasema tulimuonyesha njia ya kufanya. Hii inabakia ni siri yake Allah subhanahu wa subhanahu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu kitukufu baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum هل من خلق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhana anasema maneno haya kwamba enyi watu, ya ayuhan nasu, enyi watu. Hapa tunaposema ya ayuhan nasu, enyi watu, yani si kana kwamba eti unaambiwa wewe Muislamu, wewe muumini, la, bali ni watu wote kwa upamoja wao. Awe ni Muislamu, amemkubali Mungu, hajamkubali Mungu, hata kama unaabudia ng'ombe bado wewe unaingia katika kundi la watu. Sasa sikiliza kinachosemwa kwamba enyi watu, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alizokuneemesheni. Kisha Mwenyezi Mungu tabaraka wa ta'ala anauliza, hivi kuna muumba mwingine tofauti yake yeye la ilaha illa Allah? Hivi kuna muumbaji mwingine tofauti ya yule ambaye aliumba mimi na wewe? Hivi kuna muumbaji mwingine tofauti wa yule aliumba mbingu na ardhi? Tena ambaye anayekuruzukuni, yupo Mungu mwingine anaitwa riziki zaidi ya huyo? Tena riziki zenyewe minas samai wal ardi, riziki zake anazitolea, zinakufikieni kutoka mbinguni na zinakufikieni kutoka ardhini. Waliopo ardhini watapata kutoka mbinguni, kutoka ardhini. Waliopo mbinguni watapata kutoka mbinguni huko huko na kwingineko. Allah tabaraka wa taala anapajua. La ilaha illa huwa, hapana mola apasai kuabudiwa isipokuwa ni yeye huyo mmoja. Fa anna tuufakun, wapi sasa mnakoelekea? Basi rejeeni kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambayo anatutaka tuwe na tawakkul, utegemezi kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Yani usije ukategemea jini kwamba bila jini fulani mimi nisingeishi. Usiwe hivyo. Usiwe unategemea shetani, bila shetani fulani mimi nisingeishi, ningekuwa na maisha magumu. Usiwe hivyo. Aya hii inatueleza, yani usije ukasema bila bosi fulani mimi ningekuwa na maisha magumu. Sio hivyo, bali Allah tabaraka wa taala huwa ar-razaqu dhul quwwati al-matin. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mtoaji wa riziki, tena mwenye nguvu ya utoaji. Power yake ni ya ajab, anaijua yeye subhanahu wa subhanahu. Ndio maana hata Imam Shafi'i ana maneno yenye hekima sana kuhusiana na riziki.
Hebu sikiliza maneno haya Imam Shafi'i biidhnillah, tuweze kupata na penyewe pia muongozo katika hili jambo la riziki. Na leo nimekueleza na kuletea jina la Mwenyezi Mungu Ar-Razzaq. Tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa ayqantu anna Allaha la shaka raziqi wa ma yakum min rizqi falaysa yafutani walau kana fi qa'il bihari awamiqi sayati bihi Allahu al-azim bifadlihi walam lam yakun minni lisani natiqi ففي أي شيء تذهب نفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. Haya ni maneno ya Imamu Shafi'i radhiallahu anhu. Anasema tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi, mimi namtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namtegemea Mwenyezi Mungu kwa riziki yangu, Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumbaji, huyo ndiye ninayemtegemea. Wa ayqantu anna Allaha la shakka raziqi, na nimepata yaqini. Imam Shafi'i anasema nimepata yaqini, nimeyakinika ya kwamba Allah tabaraka wa taala la shaka raziq, yeye ndiye mtoaji wa riziki, hakuna shaka, yani sina shaka moyoni kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuniruzuku. Wama yakum min rizqi falaysa yafutani. Imam Shafi anaendelea kusema ya kwamba kile ambacho kilichokuwa ni kimepangiliwa kwangu mimi kuwa ndio riziki yangu, basi anasema wallahi hakiwezi kanipita kitu hicho. Kama nimepangiwa kwa siku nitakula chakula kilo 2, basi ni kilo 2 hiyo hiyo nitakayoila, haitopungua, haitoongezeka. Akasema walau kana fi qa'il bihari awamiqi, hata kama riziki hiyo niliyopangiwa mimi kuila ipo katika kina cha bahari, basi wallahi tallahi billahi nitaila ile riziki yangu. Hebu fikiria hata we mwenyewe hapo ulipo, upo bara huko, hakuna bahari, hakuna nini, lakini kuna riziki yako Allah tabaraka wa taala ameiandaa iko katika bahari. Kuna samaki yupo baharini, tena kwenye kina kirefu, halafu samaki huyo ameandaliwa kuwa ni riziki yako wewe utakayemla. Wakati wewe uko bara huko, wala hata ujui maskini ya Mungu kwamba kuna samaki ambaye ameandaliwa kuwa ni riziki yako. Lakini Imam Shafi'i anasema kwamba hata kama riziki yangu ipo katika kina cha bahari, wallahi nitaipata. Lakini akasema Imam Shafi'i, sayati bihi Allahu al-azim bifadlihi, hiyo riziki iliyopo huko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake ataileta, kwa fadhila zake ataileta, tena ataileta mpaka mimi na yenyewe hiyo riziki tutakuja kukutana nayo kwamba riziki yangu ni hii hapa na hii ndiyo chakula changu kwa siku ya leo. Angalia maneno ya wanachuoni namna gani walivyokuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhana. Walau lam yakum minni lilisani natiq, hata kama kwa ulimi wangu haujapata kuongea chochote kuzungumzia ile riziki, kwamba kuna riziki yangu iko sehemu fulani, hata kama sikujapata kuzungumzia walau hata kuifikiria, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataniletea riziki hiyo. Huyo ndiye Allah. Na hii ni wasifu wa Imamu Shafi'i, namna gani anavyomsifia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulingana na riziki anavyowagawia waja wake.
Kwa hiyo katika hali za namna hii ndiyo maana utakuta hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, hal min khalqi ghayru Allah yarzuqukum minas samai wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Kwamba hapana Mwenyezi Mungu ambaye, yani je, yupo ambaye anayekuruzukuni? Yupo Mungu mwingine anayekupeni riziki kutoka mbinguni na ardhini? Yupo? Hakuna zaidi yake yeye. Kwa hiyo yeye ndiye muweza wa kila kitu. Ingawa wapo watu wengine, ndio maana nasema kwamba hujiona kwamba bila wao huwezi ukapata riziki, lakini kumbe hii inabakia nishani yake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kumbuka ndugu yangu, tunaelezea jina la Mwenyezi Mungu linaloitwa Ar-Razaq, jina ambalo katika utaratibu ule mpangilio wa majina Mwenyezi Mungu limpo namba 18. Qala Allahu Ta'ala, Allah tabaraka wa Ta'ala pia anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kuonyesha namna gani utukufu wake ulivyo. Alladhi khalaqani fahuwa yahdini walladhi huwa yut'imni wa yasqini wa idha maridtu fahuwa yashfini walladhi yumitini thumma yuhyini والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق الله العلي العظيم. Allah tabaraka wa Ta'ala anatueleza maneno matukufu kabisa kwa kumwambia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Asema, alladhi khalaqani fahuwa yahdini, Mungu ambaye, Allah ambaye yeye ndiye aliyeniumba toka azal na azal, anajua kwamba Sheikh Hamisi atakuwepo ardhini hapa. Fahuwa yahdini, basi yeye ndiye ambaye atakayeniongoza. Ataniongoza kwa dunia yangu, ataniongoza kwa akhera yangu, ataniongoza kwa riziki yangu, ataniongoza kwa kipato changu, ataniongoza na pale ninapopatwa na mtihani wa aina yoyote. Allah ndiye ambaye atakayeweza kuniongoza. Na maneno haya yanatujengea yakini katika mioyo ya kwamba tusimtegemee mtu, tusitegemee kiumbe chochote cha kishetani au cha kijini, bali mtegemee la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah akasema tena, walladhi huwa yumituni walladhi huwa yut'imuni wa yasqini, lakini pia ndiye ambaye, Mwenyezi Mungu ambaye ananilishiza mimi na ndiye anayenywesheleza mimi. Ukaniona Sheikh Hamisi nimekula, basi nimekula kwa riziki yake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na si vinginevyo. Na sio kwamba nimekula kwa sababu ya shetani ndio kanipa riziki, na sio kwa sababu nimekula kwa sababu niko chini ya bosi fulani, na sio kwamba nimekula kwa sababu nipo chini ya mtu fulani, la, bali ni Allah tabaraka wa Ta'ala, na yeye ndiye ambaye ananinywesheleza. Wa idha maridtu fahuwa yashfini, na ninapoumwa yeye ndiye Allah tabaraka wa Ta'ala ananiponya mimi. Sio kwamba mimi nikiumwa Sheikh Hamisi kwamba kuna mtu ambaye yeye atasema ugonjwa pona, eti ugonjwa unitoke mimi Sheikh Hamisi, la, bali huwa Allah ash-shafi, huwa Allah. Isije ikaonekana kwamba mimi naumwa maradhi kwamba nimepona kwa sababu kuna shetani yuko nyuma yangu ananitibia maradhi yale. La, mimi sitibiwi na shetani, wala hata wewe utibiwi na shetani. Anayekutibia na kukuponyesha ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ni maneno ambayo yanakutaka mimi na wewe tuwe na yakini mbele ya Allah tabaraka wa Ta'ala. Walladhi yumitini thumma yuhyini, na ndiye Mwenyezi Mungu ambaye anayeweza kunifisha na ndiye ambaye anayeweza kunihuisha. Huyo tu. Nikilala inakuwa ni nusu mfu kabisa kabisa yani. Lakini yeye ndiye ambaye atakayetuma roho yangu ije tena kwa mara nyingine tena na niweze kupata kuamka. Na siweze kusema kwamba eti nitakuja kuamka au nikifa sitokufa mimi kwa sababu kuna jishetani lipo au kuna mtu fulani atakuzuilia au kuna daktari bingwa la, bali ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.
Tena Allah akaendelea kusema walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin, na ndiye Mungu ambaye ninamtarajia kwa huruma yake anaweza anifutie madhambi yangu siku hiyo ya kiyama, anisamehe makosa yangu. Sina mwingine wa kusema kwamba kwa makosa niliyofanya kwamba atakuja kuyafuta madhambi yale zaidi yake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo kwa maneno kama haya Allah tabaraka wa taala utaona namna gani Mwenyezi Mungu anakutaka wewe uwe na tawakkul, uwe mtegemeaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala usimtegemee mtu, usimtegemee kiumbe, usitegemee shetani, usitegemee bosi fulani au bila mtu fulani wewe mambo yako hayaendi. La, bali la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndiye muweza wa kila kitu. Na riziki yako itakuja, wallahi tallahi billahi, riziki yako itakuja. Cha msingi tengeneza imani yako kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio mtoaji wa riziki. Huwa Razzaq dhul quwwatil matin, yeye ndio mtoaji wa riziki tena mwenye nguvu zaidi ya wenye nguvu. Sikiliza maneno ya Imam Shafi'i, naye hapa anasema maneno mengine biidhnillah tabaraka wa taala tuweze kupata maneno ya watu wenye hekima. Anasema alaika bittaqwa Allah in kunta ghafila ya'tika al-arzaqi min haythu la tadri fakayfa takhafu al-faqra wallahu raziqi فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن رزقا يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علم وكم من سقيم عاش حين من الدهر وكم من فتى أمس وأصبح ضاحكا وأكفنه في الغيب تنسج وهو لا تدري وكم من صغار يرتجي طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر وكم من عروس زينها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. يا سلام. Huyu anaitwa Imam Shafi'i radhiallahu anhu. Imam Shafi'i anasema katika hili jambo la riziki, anasema alaika bitaqwa Allah in kunta ghafila. Anakutaka uwe ni mcha Mungu. Anasema juu yako chonde chonde uwe ni mcha Mungu, mchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fanya takwa ya Allah tabaraka wa taala. In kunta ghafila, kama umesahau kumcha Allah, basi mrejee la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa kufanya hivyo, Imam Shafi anasema ya'atika bi arzaqi min haythu la tadri, itakujia riziki wewe, wallahi itakujia riziki sehemu ambapo hata huitarajii kwamba hapo utapata riziki, wallahi utaipata. Huyo ndio la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tena Imam Shafi'i akasema fakaifa takhafu al-faqra wallahu raziqa. Vipi ndugu yangu unaiogopa ufakiri, unaogopa urofa, unaogopa dhilla, wakati Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ndiye mtoaji wa riziki? Kwa nini uogope hivyo? Asema waqad razaqa
at-tayra wal-huta fil bahari. Wakati Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anamruzuku ndege na samaki aliyeko baharini. Ndege aliyopo angani anapata riziki yake Allah Tabaraka wa Taala, na samaki aliyoko baharini anapata riziki yake Allah Tabaraka wa Taala. Ya salam. Iweje wewe upo katika ardhi ya Allah Tabaraka wa Taala yenye mimea aina mbalimbali, mimea ambayo Allah anasema falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaba, na kuendelea anasema mata'an lakum wa li'an'amikum. Huyu ndiye Allah wa kutegemewa. Sasa kama Mwenyezi Mungu anaweza kumruzuku ndege akiwa angani pale pale angani anapata riziki, huyu Allah anaweza kumruzuku samaki katika kina cha bahari, nani anampelekea riziki yake huko? Iweje wewe ukate tamaa katika riziki yake Allah Tabaraka wa Taala? Jenga moyo, rudisha moyo wako, msogeze Mwenyezi Mungu katika moyo wako, wallahi utapata riziki yako. Hakuna cha nani wala nani, riziki yako itakuja. Lakini Imam Shafi'i akaendelea kusema, waman dhanna anna rizqa ya'ti biquwwa ma akala al-usfuru shay'an ma'a an-nasri tazawwal 'ani ad-dunya fa innaka latadri idha janna 'alayka laylu hal ta'ishu ila al-fajri. Ya salam. Imam Shafi anasema waman dhanna anna rizqa ya'ti biquwwa, mtu ambaye anaedhani akili yake inamtuma kwamba eti riziki inakuja kwa manguvu sana, uwe bounsa sana. Haiko hivyo. Wewe unaweza kuwa na ubounsa wako na ukafa na njaa na Mungu asikupe na ubounsa wako, na yupo kiumbe dhalili chini ya madhalili na akawa na riziki yake vizuri tu. Haijalishi tuende una akili nyingi sana ndio kapata riziki. Kwa hiyo Imam Shafi anasema kwa yule ambaye anadhani ya kwamba riziki itakuja kwa nguvu, kwa maguvu yake ndio kapata riziki, huyo anajidanganya. Kwa sababu anasema faqad razaqa at-tayra, anasema ma akala al-usfuru shay'an ma'a nasr. Ingekuwa kama riziki inapatikana kwa nguvu, basi wale mbayuwayu wale mbayuwayu wadogo wasingeweza kupata riziki zao, kwa sababu huko angani kuna viumbe wanaitwa nasri. Nasri ni yale mamwewe, yale maigo yapo angani, yanapita kama kawaida, yanatafuta riziki na ndio yenye nguvu yale. Lakini igo atapata riziki yake aliyopangiwa na Allah, na huyu mbayuwayu naye atapata riziki yake aliyopangiwa na Allah. Haya ni maneno ya Imam Shafi'i. Ameeleza kwa ufasaha na maneno makubwa kabisa huko. Sitaki sana kuendelea huko biidhnillah Tabaraka wa Taala. Na sema maneno haya ni kurudishe moyo wako ujengeke kwake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kumbuka tunazungumzia jina la Mwenyezi Mungu Razaq, mtoaji riziki. Sasa nije tu kwa kumalizia niseme faida, baadhi ya faida la jina la Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala Ar-Razaq. Asema wa min khawasi man akthara min dhikrihi yassarahu Allahu lahu ta'ama washaraba, kwamba mtu ambaye atakayefanya wingi wa kulitaja jina hili Ar-Razaq, yani wewe ikawa kila siku ndio uradi wako, ya Razaqu ya Razaqu ya Razaqu ya Razaqu ya Razaqu ya Razaqu ya Razaq, ikawa ni Razaq, basi Mwenyezi Mungu atakupa riziki yako na kinywaji chako Mwenyezi Mungu Subhanahu atakupa. Kwa hiyo mtu ambaye akadumu katika jina hili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa riziki yake. Sema ya Razaq ya Razaq ya Razaq. Au pia unaweza kumuita Mwenyezi Mungu kwa kumwambia
Ya Allah ya Razaq urzuqna ya Allah, 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 urzuqna minas sama, urzuqna minal ardi, ya Allah ya Razaq urzuqna ya Allah, urzuqna minas syarqi, urzuqna minal gharibi, Allah ya Allah ya Razaq urzuqna ya Allah. Subhanallah, ni maneno ya kumbembeleza subhanahu wa subhana. Kwa hiyo mtu ambaye akadumu kwa jina la Mwenyezi Mungu, ya Razaku, ya Razaku, ya Razaku, wallahi Mwenyezi Mungu atakupa riziki yako bila kwamba kumtegemea mtu, bila kutegemea shetani, bila kutegemea sijui jini, sijui kutegemea bosi fulani na kadhalika, katika hali za namna hiyo. Lakini pia waman katabahu wa ghasalahu wa akthara min dhikrihi fi lailati nisfi min ash-shahri ash-sha'bani wa ramadani razaqahu Allahu rizqan 'ama. Mtu ambaye akaliandika jina hili Razaq, mathalan katika sahani, katika sahani iliyokuwa safi au kartasi iliyokuwa safi tahir, bimidadi tahir, karatasi iliyokuwa safi kwa wino uliokuwa msafi, akaandika ya Razaku, ya Razaku, ya Razaku, ya Razaku, kisha lile jina akalifuta kwa maji, na baada ya kulifuta kwa maji akayakoga yale maji yake. Na mwanachuoni hapa akasema kama itapendeza zaidi kama ikiwa ni nusu ya mwezi wa Shaabani, au itapendeza zaidi kama itakuwa ni nusu ya mwezi wa Ramadhani, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu huyu atamruzuku riziki nyingi sana kwa uweza wake, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini walihadha al-ismi adad, jina hili la Mwenyezi Mungu lina idadi yake, mara 31128. Ma min abdi talaha adh-dhikr illa fataha Allahu alayhi, hakuna mja yoyote ambaye atakayemuita Mwenyezi Mungu kwa jina lake Razaqi, wallahi Mwenyezi Mungu atamruzukia. Mwenyezi Mungu na Allah sio kadhib, Allah si muongo, na wala hajapata kutudanganya, bali sisi wenyewe ndiye tunajidanganya. Mwenyezi Mungu anasema walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kwamba Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ana majina yaliokuwa mazuri, na kwa majina yake muombeni subhana wa taala. Inshallah na wewe tumia jina hili Razaqu kuanzia leo kwa kumuomba Mwenyezi Mungu khairi. Lakini pia kuanzia leo ondosha katika moyo wako kwamba bila shetani, bila jini fulani, bila bosi fulani, bila mtu fulani mimi maisha yangu hayaendi. Ondosha katika moyo wako, bali fanya tawakkulu kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ama baada ya kumwita Mwenyezi Mungu kwa jina hilo, utamalizia kwa dua hii inayofuata biidhnillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal kafilur razaq, ar-razaq على الإطلاق الموصل الرزق لكل أحد من المخلوقات. سبحانك يا رزاق أهل السماوات والأرض بأرزاق وأمددتهم بلطائف الروحانية، والرازق أهل البر والبحر ورازق الجنين في بطن أمه ومن الغذاء. أسألك أن تدر علي رزق من جميع الآفات، وتشرح صدري، وتمدني بأن تكشفه على لطائف الرزقية، وأن تجعلها لي قوة من كرمك يا كريم، وامنحي قلبي بلطائف المعارف واجعلها في رزقي، ومدني بها يا رب العالمين يا رزاق، وأن تمدني بها وتحيي قلبي إلى
أبد يا الله يا رزاق. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maneno haya muombe Mwenyezi Mungu baada ya kuwa umemwita kwa jina lake Razaq. Ikhwani, ndugu zangu, kwa kawaida mimi Sheikh Khamisi Suleimani napatikana Mbagala Chamazi, na pale nina kawaida kwa siku za Jumamosi na Jumapili kunakuwa na dua maalum kwa waliohudhuria, alhadhirun, waliofika siku hiyo. Kwa kunakuwa na dua maalum ya watu ya upamoja, kila mmoja kwa shida yake, kila mmoja kwa tatizo lake. Na baada ya Jumamosi na Jumapili, siku hizo zingine tunapatikana au ninapatikana, lakini kunakuwa hakuna tena ile dua ya upamoja. Ama hii ya Jumamosi na Jumapili na inakuwa haina malipo yoyote wala gharama aina yoyote. Tutakusanyika kwa pamoja, tunainua mikono kwa Allah na kumwomba Mwenyezi Mungu anafanya khairi yake. Kwa hivyo inshallah nichukue fursa hii kuambia siku ya Jumamosi, karibu sana Mbagala Chamazi. Kwa wale wenye kuja kwa mwendo wa mabasi ya daladala hizi, njoo shukia kitu kinaitwa Kanisani, na hapo ukichukua bodaboda mwambie nipeleke kwa Sheikh Khamisi Suleimani, watakuleta mpaka nyumbani nilipo hapo ofisini kwetu. Karibu sana kituoni kwetu, karibu sana ofisini kwetu, kunaitwa Nyumba ya Tiba na Dua. Inshallah, kabla sijakuaga nikwambie pia hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe, yabonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo ibonyeze tena mara moja, na hapo utakuwa ni mwana familia mwenzetu katika channel yetu hii. Inshallah niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.